Na wasalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Pokeeni salamu hizi kutoka Nuru TV USA. Amani ya Yesu Kristo, ushirika wa Roho Mtakatifu na rehema za Mungu Baba ziendelee kuwa pamoja na nyinyi nyote na familia zenu na kwa watoto wenu. Tusome maandiko katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 21 ama 21. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pale. Na ule ubavu alioutwaa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Basi aitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Narudilia tena, kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 21 ama 21 hadi 24. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pale. Na ule ubavu alioutwaa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Jameni, hii ni mwanzo. Ni mwanzo wakati Mungu ameanza kazi yake ya uumbaji na amemaliza kazi ya uumbaji. Kazi hii aliyoifanya yote ilikuwa imetimilika, na aliamua sasa kutengeneza vizazi vya kibinadamu na kuviendelesha duniani bila kuanza tengeneza tena. Lakini kitu ambacho kinatuhusu leo kwa hii siku ya leo hapa, nataka niwaeleze ya kwamba vyote Mungu alivyovitengeneza, viumbe vyote alitengeneza viumbe vya wanaume na viumbe vya wanawake. Katika kila vyote alivyovitengeneza, kini wakati alimtengeneza mtu, alimtengeneza mume peke yake, na alimtengeneza kwa njia ya kipekee. Alimtengeneza kutoka udongoni,
na alimpulizia ndani pumzi ya uhai wa uzima. Ni kusema mwanadamu nafsi yake inaishi milele. Hiyo ndiyo ilikuwa tofauti. Tofauti ingine, wakati vitu vyote vingine vyote vile vilitengenezwa mwanamume na mwanamke, mume yeye alikuwa peke yake, Adamu alikuwa peke yake. Lakini wakati Mungu aliangalia, aliona kwamba si vema mtu awe peke yake bila msaidizi. Na wakati aliona huzuni Adamu alikuwa nayo moyoni mwake, kwa sababu yeye anaona yale ambayo sisi hatuone. Aliona yale Adamu alikuwa akifikiria na ile ambayo Adamu naye alikuwa akijiuliza maswali, lakini alikuwa hajasema kitu chochote. Lakini Mungu aliona yote. Na wakati Mungu aliangalia, akasema pana, si vema huyu mtu awe peke yake. Acha tumtengenezee pia msaidizi wa kufanana naye. Nataka niwaeleze leo chanzo cha mwanamke, mahali mwanamke alikotokea. Mwanamke hakutengenezwa ndani ya udongo. Hakutengenezwa kama vile Mungu alivyomtengeneza mwanamume. Ni tofauti kubwa sana. Wakati Mungu anatengeneza mwanamume, alimtengeneza na mikono yake mwenyewe. Akimtengeneza kutoka ndani ya udongo. Akijua kila mahali, kila kiungo atakiweka. Ilikuwa ni design ya Mungu peke yake. Wakati mwanamke ametengenezwa, ilikuwa tofauti. Ilikuwa lazima mwanamume awekwe ndani ya usingizi mzito. Mungu alimuweka mwanadamu katika usingizi mzito, ndiye Adamu. Na akatoa sasa mbavu yake moja. Hiyo mbavu ndiyo alitengeneza ndani mwanamke. Siwezi kujua namna gani, lakini hiyo mbavu ndiyo alitoa, kamtengenezea Adamu mwanamke. Ni kusema alitengeneza mwanamke ndani kutoka kwa kiungo cha mwanamume. Kiungo kimoja, mbavu moja ya mwanamume ndiyo ilitengeneza mwanamke. Na wakati alipomleta mbele ya Adamu, Adamu alimwangalia, akasema huyu ni nyama yangu, ni mfupa ya kati ya mifupa yangu, na nyama kati ya nyama yangu. Na kwa ajili ya hayo ataitwa mwanamke, kwa sababu ametwaliwa ndani ya mwanamume. Ni kusema ya kwamba Adamu alihisi ya kwamba huyu ametoka ndani yake. Sitakuambia alivyojua namna gani, lakini na kuambia kwamba hisia zake zilimweleza ya kwamba huyu mwanamke kwenye ametokea ni ndani yangu, ni ndani ya mfupa yangu, ni ndani ya nyama yangu. Na ikaonekana ni kitu kizuri sana kwa Adamu, na Adamu akakifurahia, na Adamu akaona ni vyema vile Mungu amefanya. Na ikaonekana ni kitu cha kupendeza sana maishani mwa Adamu. Na Mungu akawabarikia, akawaambia, zaeni mkajaze ulimwengu. Hiyo ilikuwa ni kitu kikubwa sana katika historia ya ulimwengu huu, kwa sababu hangelifanya hivyo Mungu Baba, viumbe vya wanadamu havingelikuweko. Wanyama wangeliendelea, lakini kungelikuweko tu mtu mmoja, Adamu. Lakini Mungu akafanya hivyo ili na wanadamu nao wawe na vizazi ambavyo havina kikomo. Na wakati hivyo vyote vilivyojitokeza, na waelezeeni ya kwamba
ilikuwa ni furaha kwa Adamu. Mungu alifanya hivyo kwa kumpa Adamu furaha. Na tunapo sasa angalia, tumejua sasa chanzo mahali pale vilivyotokea hivi vitu ambavyo navyozungumuza. Na tunapoangalia sasa ni nini liendelea nyuma ya hapo, nataka niwaeleze ya kwamba mwanamke alitengenezwa kwa ajili ya mwanamume. Alitengenezwa kuwa furaha ya mwanamume. Alitengenezwa kuwa chanzo cha kuendelesha vizazi vya mwanamume. Ni kusema mwanamke alionekana ana vitu viwili vya maana katika maisha ya mwanamume: ni furaha na kuendelesha vizazi katika maisha ya ulimwengu huu, vizazi, viumbe vya wanadamu katika ulimwengu huu. Na ilikuwa hivyo. Lakini nataka niwaelezea kwamba mahali alipo Mungu, Ibilisi huja na kutaka kuharibu ajenda ya Mungu. Na wakati Mungu anafanya kitu kizuri kwetu sisi wanadamu, Ibilisi huwa na wivu na watu wake anawatumia, pepo zake anazitumia ili aharibu yale Mungu ametengeneza, ili aharibu yale Mungu aliyoyafanya. Na kwa ajili ya hayo, na waambieni ya kwamba Mungu alifanya hivi ili kuonekane furaha kati ya jamii za viumbe vya kibinadamu. Lakini wakati Ibilisi aliona hivyo, alisikia wivu. Sababu gani? Mtu huyu Mungu aliyemuumba, Mungu alimupa mamlaka yote juu ya kila kitu Mungu alichokiumba. Mungu alimupa mamlaka juu ya anga, kamupa mamlaka juu ya ardhi, akampa mamlaka juu ya maji. Ni kusema nini? Ndege za angani wangelipashwa kuwa wanaheshimu binadamu. Wanyama wa mwitu, wanyama wa kufuga na samaki na kila viumbe vyote vitambaavyo kwa ardhi, vyote vilikuwa vimewekwa mikononi mwa mwanadamu na kutii. Lakini Ibilisi aliona, akasema, mwanadamu amepewa hivi vitu vyote. Alifanya kile alichokifanya ili mwanadamu aonekane machukizo mbele ya Mungu. Kitu nasema asante kuona Mungu alitukumbuka tena. Sasa naacha kuzungumuza juu ya hivyo vitu, nirudi tena kwa mwanamke. Mwanamke ni kiumbe kizuri kwenye jamii na kwenye maisha ya mwanadamu, kiroho, kimwili, kisaikolojia, kiakili, kama vile kimaisha. Katika jamii zote mahali mwanamke mzuri alipo, kunaonekana furaha, kunaonekana amani, kunaonekana uzuri wa kuishi, kunaonekana baraka, na kunaonekana kila kitu chote kia kupendeza. Lakini sasa nawaambieni ya kwamba
Tumepewa maandiko mengi sana ya kuzungumza juu ya hii, na maandiko ambayo tunayapewa ni kwamba wakati Mungu amemleta huyu mwanamke kwa Adamu, alisema ya kwamba wazae wajaze dunia. Hakuachia hapo, pia alisema kwamba mwanamume atakuwa kimwacha baba na mama, naye anakutanana ama anaambatana na shikamana na mkewe, tena wanakuwa mtu mmoja kwa njia ya ndoa. Ni kusema ya kwamba Mungu aliona hii ni kitu kia muhimu sana kwenye vizazi vya mwanadamu. Mungu aliona ni kitu chema sana kwenye vizazi vya mwanadamu. Mungu aliona kitu chema sana kwenye vizazi vya wanadamu. Mwanamke ana kazi Mungu aliyomletea katika maisha ya mwanamume. Kazi ya kwanza, hakutengeneza mwanamke kuwa kiongozi wa nyumba. Hakumtengeneza mwanamke ili aweze kuwa mfanyakazi. Hakumtengeneza mwanamke ili aweze kuangaikia kila kitu chote nyumbani. Nilisikiliza mzuri yale ambayo alisema Mungu wakati alisema kwamba si vema mwanamume akae peke yake. Mungu aliona kwamba mwanamume kukaa peke yake italeta mawazo mengi sana kwa maisha yake. Atajiuliza maswali mengi, kwani nini yeye hana mtu wa kufanana na yeye ama kiumbe cha kufanana na yeye. Ni kusema kwamba mwanamke kwanza anaonekana ni wa kumaliza stresi ndani ya mwanamume, ni wa kumsaidia mwanamume kisaikolojia wakati pale ambapo mwanamume anaanza fikiria sana, mwanamke anakuja anambembeleza, mwanamume anasikia tena roho yake narudi kwenye mstari. Kitu cha pili, mwanamke alionekana ni msaidizi, kwa sababu Mungu alisema atamtengenezea msaidizi wa kufanana na yeye. Usaidizi gani huu? Isipokuwa utakuwa ni usaidizi wa kiroho, usaidizi wa kimwili, usaidizi wa kiakili, usaidizi wa kimaisha, usaidizi wa njia yeyote ile, ili mwanamume ajisikie iko fiti kabisa kwa kufanya kila kitu ambacho anaweza kufanya maishani mwake, sababu mwanamke yule ambaye anamsapoti mume wake, huyo mwanamume hufaulu kila kitu anachotaka kukifanya. Ni kusema mwanamke
ana kazi ya maana sana katika maisha ya mwanamume. Tutaenda kuangalia yamesemewa maneno gani juu ya mwanamke. Tutachunguza pole pole na tuende. Acha tusome katika kitabu cha Marko sura ya 10 mstari wa 9 ama wa 9. Basi aliyowaunganisha Mungu, mtu asiwatenganishe. Imeonekana hapa ni muungano mtakatifu, sababu kile Mungu ameunganisha, mwanadamu hapewe ruhusa yote ya kukitenganisha. Leo mnaambiwa mnaweza kuunganishwa leo na kutenganishwa kesho. Kutenganishwa ni sheria za wanadamu na hazitoki kwa Mungu. Alichokiunganisha Mungu ni kitakatifu. Mwanadamu hana mamlaka ya kukitenganisha. Huyo mwanadamu huyo ambaye anafanya hivyo, anaenda kinyume cha mapenzi ya Mungu, na Mungu hawezi kumfurahia mwanadamu huyo. Jueni ya kwamba yeyote ambaye anaweza kutenganisha wale Mungu aliowaunganisha, amefanya dhambi mbele za Mungu. Sikilizeni vizuri. Wewe mwanamume hauruhusiwi kuleta matengano haya ama kujitenga na mke wako, na wewe mwanamke hauruhusiwi kujitenga na mume wako. Na kuelezea kwamba wao ambao wananisikiliza kwa wakati huu, penda usipopenda, hakuna ruhusa yote unapewa kuachana na mke wako ama kuachana na mume wako, kwa sababu sheria hii ni sheria ya Mungu na iko takatifu. Na imewekwa kuwa sheria kubwa, kwa sababu inasema kwamba kile Mungu alichokiunganisha mwanadamu asikitenganishe. Ukijaribu kutenganisha wale Mungu aliowaunganisha, unampigana na Mungu, na ukipingana na Mungu utaitwa shetani, kwa sababu yule ambaye aliyepingana na Mungu tangu mwanzo ni Ibilisi na ni shetani. Ni kusema wewe ambaye unayefanya kitendo kama hiki utaitwa shetani. Na kama ukitaka kuitwa shetani, kumbuka mahali alipo ndani ya giza kwa wakati huu. Hivi vitu vishikwe sana kwa makini tena. Tuendelee. Wakorinto wa kwanza 13 mstari wa 4 na kuendelea. Upendo huvumilia, upendo hufadhili, hauhusudu, haujisifu, haujivuni, haudharau wengine, hautafuti binafsi, haukasiriki upesi, hauhifadhi makosa. Hii ndio upendo wa kweli ndani ya ndoa. Ndani ya ndoa kunapaswa kuwa subira, kunapaswa kuwa fadhili, kunapaswa kuwa kusameheana. Mwanandoa yule ambaye hasamehi anafanya makosa, kwa sababu ukumbuke amri hii iliyowaweka pamoja haiko ya mwanadamu. Mnaapishwa na wanadamu, lakini aliyewaunganisha ni Mungu. Na kwa ajili ya hayo, kusamehe ni kitu kikubwa.
Kuwa na fadhili mmoja kwa mwingine ni kitu kikubwa, na mwanamke lazima awe na nafasi kubwa ya kupigania hii ndoa ili isivunjike, kwa sababu mwanamke alipewa mamlaka na uwezo mkubwa wa kuchunga ndoa yake, ikiwa si mpumbavu. Kwa sababu maandiko inasema pia kwamba mwanamke mpumbavu huvunja unyumba wake na vidole vyake mwenyewe, lakini mwanamke mwenye hekima ni nani amupate? Mwanamke ule wa kutoka kwa Mungu ni nani amupate? Maandiko yanasifu mwanamke kama huyo, kwa sababu maandiko yanasema kuwa na mwanamke. Kama umekuwa na mwanamke, umekuwa na kitu chema. Ni kusema ya kwamba lazima ujue nafasi ya kuwa mwanamke, ili kuonekane kifungo chile cha kudumu, kifungo cha kudumu kile ambacho hakuna yule ambaye anaweza kukitingiza ama kukivunja ama kukitenga, kwa sababu yale Mungu aliyoyaunganisha mwanadamu asiyatenganishe. Jifunzeni kuwa na heshima kwa waume zenu. Muwe matajiri, muwe maskini, muwe warefu, muwe wafupi, muwe warembo, muwe hamna huo urembo, na waambieni ya kwamba mwanamke anayemwogopa Mungu, urembo wake ni ndani ya Kristo na ndani ya roho yake. Urembo wa mwanamke si sura. Urembo wa mwanamke si urefu, si unene, si uembamba. Urembo wa mwanamke ni ndani ya roho. Mwanamke yote yule ambaye ana roho wa Mungu, ambaye anamheshimisha mume wake, anaheshimu na Mungu, huyo ndiye mwanamke wa kutamanika. Huyo ndiye mwanamke kila mtu anaweza kumhitaji kuwa msaidizi wake. Angalisho enyi wanandoa, angalisho enyi wa mama. Acha tuendelee. Katika kitabu cha Waebrania 13:4 maandiko yanasema, ndoa na heshimiwe na watu wote, na malazi yawe safi, kwa maana waasherati na wazinzi Mungu atawahukumia adhabu. Ni kusema ndoa lazima iheshimiwe na iheshimiwe, niheshimiwe na iheshimiwe. Ianzie humo mwenu kwanza, nyinyi wenyewe mwiheshimie, na watu wengine huko nje waiheshimie. Ndoa iheshimiwe na watu wote, kila mtu aheshimie ndoa. Ndoa ionekane ni kitu ambacho ni takatifu. Hata malazi yenu yaonekane iko safi. Kusionekane uchafu wowote kwenye malazi yenu. Mheshimu ndoa zenu enyi wakina mama. Mheshimu ndoa zenu enyi wakina baba. Sana sana sema wakina mama, kwa sababu wamama ni wadhaifu katika njia ya kuanguka haraka. Wamama si wadhaifu kwa akili, si wadhaifu kimwili, si wadhaifu kwa njia nyingine yote, ni wadhaifu kwa njia ya kuanguka haraka. Na ndio maana maandiko yanasema ni wadhaifu. Lakini si kusema kwamba hawawezi, wanaweza. Wanawake wale ambao wanamwogopa Mungu si wadhaifu, wanakaa katika heshima nyingi na wanamfurahisha Mungu na mume wao. Wale ambao wanamjua kabisa Mungu vizuri, wale ambao wanasoma maandiko vizuri, huheshimu waume zao na hukana amana waume zao na huwatiisha, na watoto wao pia wanaona yale ambao wanayofanyia baba zao,
wanakuwa watoto watiifu kwa sababu ya mama ambaye anajishusha, mama ambaye anaomba, mama ambaye ni mtiifu, mama ambaye si wa makelele, mama ambaye anayejishusha mbele za Mungu na kushusha mbele ya mume wake. Twende katika kitabu Petro wa kwanza sura ya 4 mstari wa 8. Zaidi ya yote pendaneni kwa moyo wote, kwa maana upendo husitiri wingi wa dhambi. Upendo unafunika wingi wa dhambi. Wa mama, acheni mchezo. Amani inaingia wakati mnawasamehe waume zenu. Leo niko juu ya mama, siku ingine nitakuwa juu ya baba. Mseme mbona nasema juu ya mama peke yao? Leo ni mafundisho ya ni wa mama, ni ya ndoa, kwa sababu ndoa najua ni ya watu wawili, lakini yule ambaye aliletwa ndani ya ndoa kama msaidizi ni mama. Msipowasaidia waume zenu, msipowalinda waume zenu, mjue ya kwamba mnaleta shetani ndani ya nyumba zenu, na mnaleta shetani ndani ya familia zenu, mnaleta shetani ndani ya watoto wenu, na mnaleta uasherati ndani ya nyumba zenu, kwa sababu hamwalindi waume zenu. Sana sana watumishi wanateseka sana. Wamama wanateka advantage kwa watumishi wa Mungu. Wanajua kwamba huyu hana mahali atasemea, huyu atakuwa na aibu ya kusema shida yake, na ndio maana kunaonekana shida nyingi katika nyumba za watumishi, na kunaonekana ibilisi anakaa ndani sana, anachezea ndani, kwa sababu wamama wamefungulia ibilisi milango mikubwa ili aweze kuharibu kazi ya Mungu. Wamama, angalisho, Mungu hafurahi, macho yake haifurahi hata kidogo. Acha twende Mithali sura yake ya 31 mstari wa 10 ama 31 mstari wa 10. Mke wa tabia nzuri ni nani awezaye kumuona? Ana dhamani kubwa kuliko marijani. Mwanamke mzuri ni nani awezaye kumuona? Ni kusema mwanamke mzuri yule ambaye anaweza kumuona. Hakuna kitu chochote kile kwenye ulimwengu huu kinaweza kuwa na gharama mwanamke kama huyo, kwa sababu mwanamke huyo ni mwanamke mwadilifu, mwanamke wa amani, mwanamke ambaye analeta furaha ndani ya nyumba yake, wa kupendeza, wa kufurahisha, anayetiisha familia yake, anayejua kazi aliyoletewa ndani ya familia yake, anayejua kupigia familia yake chakula, na pia anajua kutengeneza kitanda chake vizuri. Ni mwanamke wa heshima huyo. Ni mwanamke ambaye anajua wakati ule unastahili kwa ajili ya furaha ya unyumba wao. Ni nani ampate huyo mwanamke jameni? Huyo mwanamke nani ampate jameni? Wakina mama, piganieni hiyo, piganieni hilo, kwa sababu Mungu huwabariki wale ambao wanaopenda neno lake na kulitii. Mungu anawapenda sana. Msimdharau mtu, msimdharau mume wenu kwa njia yote ile.
Kwa njia yote ile, waume zenu wawe number 1 maisha yenu. Musianze kusema waume zenu, musiwasengenye waume zenu. Musiwalinganishe na watumishi fulani, musiwalinganishe na wanaume wengine fulani. Hiyo itakuwa mumeanza kubomoa. Huyo Mungu aliyekupa ndiye wako. Awe na aina gani, huyo ndiye wako. Mtunze vizuri, na wale wengine munaofikiria wako vizuri zaidi watawatamani. Unaweza kusema ule ndiye iko vizuri, haujue maisha yake. Tunza yaliyo yako, kwa sababu yaliyo yako ndiyo yako. Mungu anaangalia wewe tu ambayo uko natengeneza, na wewe ambayo uko nabomoa pia na kuangalia. Usijaribu kufanya yale ambayo itatuma Mungu hata kufurahia kwa njia ya yeyote ile, kwa sababu baraka zako ni ndani ya mume wako. Usianze kukimbia mume wako, naenda kwa kanisa, unabaki huko aseme na mtumikia Mungu. Hapana, mimi sijawaambia hivyo. Fanyeni kwanza masharti zote za nyumbani. Mutaomba kwa masikilizano. Usijaribu kujipatia ruhusa yeyote wewe mwanamke na mchungaji wako, na kisha unabaki kwa kanisa mwezi moja, unabaki kwa kanisa miezi 3, unabaki kwa kanisa wiki moja, wiki 2. Hapana. Mume wako akiwa ameruhusu, sawa. Kama mume wako hakuruhusu, usijaribu kufanya hivyo. Utakuwa uko nafanya makosa, na utakuwa haumtumikie Mungu, utakuwa uko namtumikia ibilisi hapo. Kwa sababu maandiko yanasema muwaheshimu waume zenu. Na tena nasema ya kwamba wakati wa maombi lazima musikilizane na murudiane tena haraka, ili ibilisi asije akaingia nyumbani mwenu. Naambieni ya kwamba yale ambayo yanayoendelea kwa wakati huu, wakati wa maendeleo, mnapoambiwa sasa nyinyi ni kama wanaume, na waambieni ya kwamba kumeonekana shida. Hata mumeanza kuwaacha waume zenu, na mumeanza kujifanya nyinyi wenyewe hata kuwa wachungaji na mabishopi wa wanawake. Fanyeni angalisho. Wakati huu munaanza kujipatia nafasi ambazo hamuwezi kuingia, nafasi ambazo wanaume walipewa, nyinyi munaanza kuzichukua na munaanza kuwadharau waume zenu. Fanyeni angalisho sana, Mungu hazihakiwi. Na ndio wakati mtakuwa mnajikuta mnachanganyikiwa, na mkijikuta mnachanganyikiwa, mtakuwa na aibu, mtakuwa watu wa aibu. Jifunzeni kukaa pamoja na waume zenu kwa amani, ili muweze kupata baraka na watoto wenu waweze kuwa pia na tabia njema. Acha twende kwa maandiko. Wakorintho wa kwanza 7:3-4 nasema, mume na atimize wajibu wake wa ndoa kwa mkewe, na vivyo hivyo mkewe kwa mumewe. Mke hana mamlaka juu ya mwili wake, bali akabidhi mumewe. Vivyo hivyo mume hana mamlaka juu ya mwili wake mwenyewe, bali humkabidhi mkewe. Hii inamaanisha kila mtu amjali mwenzake. Wewe umjali mume wako na mume wako akujali. Muonekane kila mtu anampa
mwenziwe heshima yote. Mimi ni wako na wewe ni wangu. Hivyo ndivyo maandiko yanasema. Na ukianza kusema mimi ni mimi na mimi ni mimi, hapo mmevunja amri za Mungu. Mungu amezarauliwa yeye ambaye aliwaambia kwamba mwili wako ni wa mume wako na mwili wa mume wako ni wako. Ukianza kusema hapana, hapo umevunja amri ya Mungu. Lazima muwe watu wa kuheshimiana. Kila mtu awe wa kuvumilia mwingine, na kila mtu awe na fadhili mbele ya mwingine, na kila mtu awe na ile roho ya kufungulia mwingine roho yake. Ajue ya kwamba mimi ni wa huyu na yeye ni wangu. Hiyo heshima ya unyumba irudi ndani ya nyumba zenu. Msiwe naonekana mnapigana makofi kila wakati mnagombana. Hiyo sio kitu ya kugombania, pana. Ni kitu ambayo mnaambiwa kila mtu awe huru. Si kitu ya kuuzisha, si kitu ya kutoa pesa ndani ya nyumba, si kitu ya kuanza kusema kama unifanyie hivi sitakufanyia hivi. Hapana. Hivyo ni vitu Mungu aliwaambia mfanyieni. Iwe ni kitu, mfanye kitu kama ni kitu sheria mbele za Mungu, tena kitu cha kufurahisha, tena kitu ambacho kilitengenezwa na Mungu ili muweze kuheshimiwa. Msipofanya hivyo mnamkosea Mungu na mnafanya dhambi. Twende kwa maandiko. Wimbo ulio bora, sura ya 3 mstari wa 4. Nimempata yule ambaye nafsi yangu inampenda. Solomono. Ni kitabu cha Solomono hiki. Wakati kuna ndoa, kuna furaha na kuna upendo wa kweli. Kama mtu akisema amempata yule ambaye roho yake inampenda, ni kusema amesikia furaha na amesikia pia upendo wa kweli uko mahali pale. Sitasema mengi juu ya hayo, kwa sababu kama umempata yule ambaye anamfurahia, ni kusema roho yako itafurahi, mtakaa pamoja kwa amani. Kwa sababu wakati mnakaa pamoja kwa amani na Mungu anayefurahi, kuna wakati Mungu huzungumza na sema nimefurahia tabia zenu. Mungu anafurahia tabia nzuri ya wakina ndoa. Anafurahia tabia nzuri ya wakina ndoa. Lazima ndani ya ndoa muonekane utakatifu, muonekane uaminifu, muonekane kupendana, muonekane kusameheana, muonekane kuishi maisha ile ambayo iko tofauti na vile wale ambao hawajaolewa, wale ambao hawana ndoa, ionekane tofauti sana na wale wengine. Nyinyi ambao mmeisha kuolewa, muonekane muko tofauti, kwa sababu nyinyi mmefungwa kifungo kile kia milele Mungu alichokiweka. Tusome maandiko. Mhubiri sura ya 9 mstari wa 9. Mhubiri 9 mstari wa 9. Furahia maisha pamoja na mkewe umpendaye siku zote za maisha yako ya ubatili ambayo Mungu amekupa chini ya jua, siku zako zote zisizo na maana. Maana hii ndio sehemu yako ya maisha na tabu yako chini ya jua. Hapa huyu akingali Solomono anazungumza tu. Hapo Solomono yeye alifanya mambo mengi, na alipoona yote kwa dunia alisema kuna kitu chochote kizuri kwenye dunia.
aseme yote ni ubatili. Lakini mashauri yanapana hapa, nakwambia ufurahie pamoja na ule mke wako wa ujana, wala umpendaye. Kwa hii dunia yenye hakuna kwa kitu, hiyo tu ndio kitu kunakyo, kufurahi pamoja na mke wako. Wewe mke, mupe nafasi mume wako afurahi, mupe nafasi, kwa sababu hiyo ndio tu nafasi mko nayo, ndio kitu mko nayo dunia ya furaha. Vitu vingine vina mateso mengi ndani. Lakini nawaambieni ya kwamba jikazeni, muwape waume zenu furaha, waweze kuishi kwa furaha. Wasiwe wa kwanza kujiuliza kwa nini walifanya hivyo, kwa nini waliwaleta ndani ya maisha yao. Wasiwe na maswali mengi, kwa sababu hata kazi ya Mungu inaenda vizuri wakati mke hana makelele ndani ya nyumba. Kazi ya Mungu inaendelea vizuri sana wakati mke si mkosa adabu mbele ya Mungu, so akose adabu mbele ya mume wake. Kazi ya Mungu inaendelea vizuri sana wakati ule mwanamke ni mtiifu, mwanamke ule ambaye anajali, yule ambaye anahangaika sana juu ya mume wake. Hiyo wakati kama hiyo ndiyo Mungu anafurahia, kwa sababu anaona kwamba yale aliyoyafanyia mwanamume yanaendelea vizuri, na Mungu anawasifu wakina ndoa ambao wanakaa kwa amani. Acha tuendelee. Mithali sura ya 12 sura ya 12 mstari wa 4. Mithali sura ya 12 mstari wa 4. Mke mwenye tabia nzuri ni taji ya mumewe, lakini mke aibu ni kama kuoza katika mifupa yake. Ni kusema nini? Yule mke ambaye ana tabia nzuri analeta furaha na amani na baraka ndani ya nyumba yake. Lakini yule ambaye hana tabia nzuri ni mwanamke ambaye analeta shida, kwa sababu hii itapunguza yale ambayo maendeleo yote ya kibinadamu ama maendeleo ya mumewe kiakili, kiroho, kimwili, na inaweza pia kuharibu vitu vingi, kwa sababu mume hupenda sana yule ambaye anaweza kuwa karibu naye kwa wakati wote wa shida, kwa wakati wote wa mateso, kwa wakati wote. Wanaume wana mambo mengi, wana vitu vingi, wana shida nyingi. Akili zao hufikiria sana, na wanapofikiria wanahitaji mtu yule ambaye anaweza kuwa karibu nao. Na ndio maana nawaambieni ya kwamba hii siku ya leo nazungumza sana juu ya wamama, ili wamama wajue kwamba yale anaweza kutengeneza mwanamume ni nyinyi. Yule ambaye anaweza kutengeneza mwanamume anakuwa mwanamume ni wewe mama. Kama wewe mama haukamate nafasi yako vizuri, ujue unamuua mume wako, ujue unamtesa mume wako, ujue unarudisha maendeleo ya familia yako nyuma, ujue ya kwamba uko na mkosea Mungu, na Mungu hawezi kukufurahia wewe ambaye hausaidie mume wako katika yale ambayo Mungu aliyokuumbia wewe kama msaidizi. Acha tuendelee. Tito, kitabu cha Tito sura ya 2 mstari wa 4 hadi 5. Ndipo wawasihi wanawake, vijana
wapende waume zao. Ndipo na wasi wanawake vijana wapende waume zao na watoto wao, wawe na kiasi na safi, wajishughulishe na nyumba zao, wawe wema, wawatii waume zao, ili mtu awaye yote asije akalitukana neno la Mungu. Tumesikia kwamba pia neno la Mungu linaweza kutukaniwa wakati mama hakamate vizuri nafasi yake. Wakati mama hakamate nafasi yake, hamupendi mume wake, hamsapoti mume wake katika kazi ya Mungu, hamsapoti mume wake kwa kuleta ulezi mzuri ndani ya familia, hamsapoti mume wake kwa njia ya Kikristo, ni kusema hapa kunaonekana pia na watu wanaweza kutukana neno la Mungu, kwa sababu anasema huyu mwenye hafanye hivi sasa anaweza kutuelezea kitu gani? Kwa sababu kama kuna mama mwenye anaweza kufungua kinywa chake na anasema kitu chochote kile juu ya kusaidia watu wengine, na hamuheshimu mume wake, ama haheshimu hata sheria za nyumbani, hamujali hata mume wake, so naona kwamba hapa kunaonekana shida, kwa sababu watu watasema hii ni kukufuru kabisa, kwa sababu hatuwezi kuelewa huyo anasema nini, na unyumba wake uko namna hii, iko hivi. Ni yule ambaye anafanya makelele nyumbani mwake, ni huyo ambaye tunaona akimdharau mume wake, ni huyo tunaona hajali hata kidogo juu ya mume wake, anaenda wakati anataka, anarudi wakati anataka, anafanya kitakacho, haulizi mume kitu chochote. Yeye amekuwa kama anaweza na mamlaka yote juu ya mume wake, hawezi kuuliza kitu chochote, hawezi kuuliza mashauri yoyote, ni kusema anajua kila kitu. Watu wanaanza kuangalia, wanaanza kuhukumu, na watu wakianza kuhukumu ni kusema kwamba neno la Mungu linadharauliwa, linatukaniwa, na kanisa haiwezi kuendelea kwa sababu yako wewe mama. Jihadhari, kwa sababu Mungu alisema atakayeharibu kanisa lake naye atamharibu. Usipo kumsaidia mume wako mtumishi kufanya kazi ya Mungu, wewe mama ujue kwamba Mungu hana furaha na wewe, na wakati Mungu hana furaha na wewe, ujue kwamba hakuna kile ambacho unaweza ukifikia, kwa sababu unaharibu kazi yake. Acha tuende. Warumi sura ya 12 mstari wa 10. Iweni na moyo wa kustahiki ninyi kwa ninyi katika upendo. Hivi ndivyo vitu nilikuwa nilisema. Ni kusema wakati kuna upendo ndani ya ndoa zenu, ni kusema ndoa zenu zinapaswa kwanza, wewe unaweka mwingine mbele kwanza. Mbele ujiweke mahali pale, weka kwanza mwenzako mbele. Ni kusema mwenziwe aonekane kwanza yeye, kisha wewe nyuma. Ni kusema upendo ule wa kweli uonekane mahali hapa. Kusionekane mambo yale ya kupingana. Kila mtu alipewa nafasi yake. Mume alipewa nafasi kama kichwa ndani ya nyumba. Wewe mke hauna haki yote ya kujifanya kuwa kichwa ndani ya nyumba. Upende usipopenda, navyo vizungumuza ni neno la Mungu. Wewe mke usiposhuka mbele ya mume wako na kumuomba masamaha ikiwa uliinuka juu yake,
Mungu hawezi kukufurahia, Mungu hawezi kukusikia, Mungu hawezi kukupenda, Mungu hawezi kukubariki, Mungu hawezi kukufanyia kitu chochote maishani mwako hadi pale utakaposhuka mbele za mume wako na kumwomba masamaha na kukaa ndani ya uongozi wake na kuishi kama vile Mungu alivyo watengeneza. Kwa sababu ni Mungu alitengeneza hivi, na Mungu alisema kwamba wewe mke utatawaliwa na mume wako. Sasa ukitaka kumtawala mume, Mungu atakushusha chini, kwa sababu hawezi kumupinga Mungu na Mungu aweze kukuacha mahali pale unataka kumupingia, kwa sababu wengi walifanya hivyo, lakini Mungu aliwashusha. Angalia, Ibilisi alitaka kupanda juu na Mungu alimshusha mpaka chini. Ni kusema ya kwamba lazima kanisa la Mungu liweze kuwa na utaratibu, na nyinyi wa mama ndio mtachangia pakubwa ili neno la Mungu lisitukaniwe. Muwe na tabia ile ambayo itatuma kila mtu akiwaona atafurahia yale ambayo mnayoyasema ama mnayoyafanya. Huduma zenu zionekane zinaangana, zinafurahisha, kwa sababu msipokaa katika njia ile ambayo Mungu aliyowatengenezea, munaenda katika njia ingine ya Ibilisi na mutapigika mahali huko, kwa sababu Mungu hataki wale watu ambao hawamheshimishi. Mungu anataka watu wale ambao wanaheshimu neno lake, wale watu ambao wanataka aweze kuwaangalia katika ile mstari wa kweli wanaotembelea ndani. Hao ndio watu ambao Mungu anabariki, kwa sababu wanatembea kufuatana na neno lake. Lakini waelezea kwamba hapa kuna shida usipokuwa mtu yule ambaye anamheshimu mume wako. Usipokuwa mwanamke yule ambaye unamheshimu mume wako, Mungu hawezi kukupenda hata siku moja maishani mwako. Yote unaweza kuyafanya ni kwa ajili ya akili yako, lakini si kwa ajili ya Mungu. Yote unaweza kuyafanya duniani hapa ni kwa ajili yako mwenyewe, lakini Mungu haiko pamoja na wewe. Wewe ambao utataka kukuwa pamoja na Mungu, ni kusema utashuka na kumuomba mumewe masamaha na kumuambia kuombee, kwa sababu mume wako alipewa uweza huo, alipewa mamlaka hayo, aliumba kwa ajili ya hayo. Wewe uliletwa kwa maisha yake kwa msaidizi wake, na kumsaidia mume wako ni kusema ya kwamba utakaa pamoja na yeye kwa njia ya amani, kwa njia yote ya kumfurahisha, ili aweze kuendelesha kazi ya Mungu akiwa hana mawazo yote maishani mwake. Na watoto wenu watakaa salama, kwa sababu wanaangalia tabia zenu. Mungu aweze kuangalia wamama mahali pote mulipo, nyinyi ambao hamukuelewa vizuri neno la Mungu, nyinyi ambao hamukujua neno la Mungu vizuri, na waombeeni ya kwamba muweze kusikiliza maandiko haya, muweze kuyasikiliza kwa makini na iweze kuwabadilisha, kwa sababu neno la Mungu ni neno ambalo linakata hizo roho chafu zote zile ambazo zinazokuja kwa kuharibu kanisa la Mungu. Kwa ajili ya hayo, naomba Mungu Baba uguse wa mama wote ambao wako katika dunia yote mahali pote walipo, wale ambao hawajaokoka waokolewe, wale ambao wamesha kuokolewa lakini hawajui ukweli, nao wajulishwe ukweli kupitia neno lako. Nguvu zako ziwaguse na kuwafungua, mamlaka yako yaweze kushuka juu ya maisha yao, waweze kuonekana katika njia ya kufurahisha. Mungu aweze kuwa pamoja na kila yeyote yule ambaye atasikiliza na kutii neno lake, kwa sababu kutii neno la Mungu
kunafaa sana kuliko dhabihu. Unaweza kufanya kitu chochote kama vinavyosema kila wakati. Unaweza kuhubiri, unaweza kuimba, unaweza kuomba, unaweza kufunga, lakini kama hauheshimu neno la Mungu, unafanya kitu bure, kwa sababu Mungu anataka yule ambaye atamheshimu, na yule ambaye anayemheshimu Mungu ndiye mwana wa Mungu, kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba wana wa Mungu ndio wale wanaoongozwa na Roho wa Mungu. Wanaongozwa na Roho wa Mungu ndio wana wa Mungu. Basi Mungu awe pamoja na nyinyi. Amina.